yet another opportunity to hear the word of the Lord coming from his servant. So we thank God so much that he has sent to us his servant who comes to us from Parklands Baptist Church in Nairobi. Tunashukuru Mungu kwamba mnenaji wetu kutoka Parklands ako hapa pamoja nasi. And the topic that our brother Reverend Ambrose Nyangao is going to bring to us Na kile ambacho mtumishi huyu ambaye ni Nyangao atakuja kuongea na sisi is social issues in leadership. ni mambo ambayo ni ya kijamii ama uongozi katika kijamii. Reverend Ambrose Alan Nyangao has been the senior pastor of Parklands Baptist Church since 1992, prior to which he was its associate pastor since 1983. That shall make a total of 36 years now. Okay. Under his shepherding, the church has grown in leaps and bounds to a current 10,000 membership. All glory and honor to our God. He has served in various capacities and in many institutions, including as a board member at the International Leadership University, ILU, as a chair of the board of Kenya Baptist Theological College, and a board member of Finish the Task, FTT, amongst others. Reverend Ambrose holds a Bachelor of Arts in Theology and Biblical Languages from Ouachita Baptist University in Acadelphia, Arkansas, USA, and a Master's in Leadership Studies from International Leadership University. He is a writer, a motivational speaker, a mentor to many across Kenya and other parts of the world. His exhortation to us has been, leaders read, and readers lead. Can I repeat that? Leaders read, coming from him. Maybe you want to elaborate on that. Leaders read, and readers lead, which he exemplifies in his life. The defining factor of this man of God is his humility, his simplicity, his great sense of humor, his wisdom, and amazingly deep understanding of the Word of God. Spend a few moments with this gentleman, and your perspective of both the things of God and life in general is bound to change for good. Amen. Amen. Reverend Ambrose and his beautiful wife, Martha Kasandi, are blessed with 3 children, Caleb, Lisa, and Sifa. It's now my joy to welcome on board our brother, Reverend Nyangao. And Pastor Helen, please. Dear Jehovah God, in the name of Jesus, we thank you. We give you all the glory and honor for such a wonderful time that you've brought us together to listen to your word, to learn from you through your servants. I want to thank you specifically for this afternoon, that you may bless us through the session that Reverend Ambrose Nyangao will take us through. We pray that you may inspire him, that you may speak forth through him, and that, Jehovah God, you may open our hearts and our minds, even as we listen to him teach us on the social issues in leadership. May you inspire us, Lord. We pray against the evil one that brings sicknesses, that brings a sense of feelings of sleepiness. We pray, Jehovah God, that you may be with us, that you may be with each and every one of us, Lord, and that you may help us to listen to you. May you inspire him. May you be with him, Lord. Jehovah God, we thank you even for those who are still coming for this session. We pray that you may hasten their steps. We thank you and bless you for every step, Lord. We glorify your name in all this. May you speak forth through him
And by the end of it all, we'll say, we've heard from the Lord through his servant. We thank you and bless you. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Bwana asifiwe. Praise the Lord. God is good. All the time. I want to take time to appreciate the bishop Nataka kuchukua nafasi hii kusema asante kwa askofu and also the assistant bishop and all the leaders na makamu wake na viongozi wote and those who have put this conference together. na waliweka kongamano hili pamoja. And especially inviting me to come and share. Na zaidi kunialika mimi kuja hapa kuweza kushiriki. I've come to encourage you, a pastor to pastor, Nimekuja kuwatia moyo mchungaji kwa mchungaji, a leader to leader, kiongozi kwa kiongozi, a child of God to a child of God. mtoto wa Mungu kwa mtoto wa Mungu. And I have been very encouraged since last night, Tangu jana jioni nimekuwa nikitiwa moyo sana, especially listening to the speakers as they shared the word of God. hasa nilipokuwa nasikiza wanenaji wakinena kuhusu neno la Mungu. Because I believe that all of us need the word of God. Nina imani ya kwamba kila mmoja wetu anahitaji neno la Mungu. The word of God is not a textbook. Neno la Mungu sio kitabu tu cha kusoma, It is God speaking. ni Mungu mwenyewe akinena. And every time you hear God's word, Na kila wakati unaposikia neno la Mungu, you're going to hear God's voice. unasikia sauti ya Mungu. As I speak, Ninapoongea sasa, you'll also hear God speak. utasikia Mungu pia akinena. That's the amazing thing about God's word. La shangaza sana hilo kupitia neno la Mungu. We're talking about leadership. Tunaongea kuhusu uongozi. We've talked about spiritual leadership, Tunaongea kuhusu uongozi wa kiroho, strategic leadership, mambo ambayo ni mpangilio wa uongozi, and also the social challenges in leadership. na sasa ni hali ya changamoto katika hali ya uongozi wa kijamii. And I want to share the verse of the Bible that says, by wisdom a house is built. Nataka kushiriki neno ambalo nasema kwamba kwa hekima nyumba inaundwa. Proverbs chapter 24 verse 3 and 4. Mithali 24, 3 na 4. By wisdom a house is built. Kwa hekima nyumba itajengwa. By wisdom a house is built. Kwa hekima nyumba inajengwa. By wisdom a house is built. Kwa hekima nyumba inajengwa. By wisdom a house is built. Kwa hekima nyumba inajengwa. By wisdom a house is built. Kwa hekima nyumba inajengwa. By wisdom a house is built. Kwa hekima nyumba inajengwa. By wisdom a house is built. Kwa hekima nyumba inajengwa. By wisdom a house is built. Kwa hekima nyumba inajengwa. Hallelujah. Amen. By understanding it is established. Kwa hali ya kueleweka inanawili. By knowledge Katika hekima its rooms are filled vyumba vyake vinajaa with precious treasures. mambo ambayo ni ya thamani. As I share, I'll be sharing just for a couple of minutes and then we will take a break and then I'll pick it again. Tutashiriki kwa muda mfupi, tutakuwa na kipindi cha kupumzika kidogo, tutarudia tena hapa kuendelea. A verse was given to us earlier today. Leo tulipewa andiko mapema. Genesis chapter 1 verse 26. Kitabu cha Mwanzo 1:26. Where God says, and God said, let us make man. Na maandiko yakasema kwamba Mungu akasema wacha tumuumbe mtu In our image, katika mfano wetu, in our likeness, katika sura yetu, and let them have dominion. na wacha wakatamalaki. In our context, let them have leadership. Katika hali yetu sasa wacha wakaongoze. And so God made them, Basi Mungu akawaumba male and female. mke kwa mume, He created them. akawaumba. And then God blessed them. Baada ya haya Mungu akawabariki. I want you to know that God blesses your leadership. Nataka ujue kama Mungu amebariki uongozi wako. I'm saying God blesses your leadership. Nataka kusema Mungu amebariki uongozi wako. And God said, be fruitful, Na Mungu akasema kwamba basi kuendelea kuzaa, kuongezeka, multiply, muongezeke, replenish, endelea kuzidi, subdue, tamalaki, tawala, and have dominion. na uweze kushika mamlaka. That verse is very key, like we were told. Mlango huwa maandiko hilo ni la maana sana.
And as a Christian leader, Kama kiongozi Mkristo, I want to say leadership begins with you. nataka kusema kwamba uongozi huanza na wewe. And the devil knows it. Na shetani mwenyewe ibilisi anajua. And because the devil knows leadership begins with you, Na maana shetani anajua kwamba uongozi unaanza na wewe, he'll make sure that as a person, atafanya kwamba kama mtu you struggle. uanza kung'eng'ana sana, You go through challenges. upitie changamoto. And I want to talk about personal leadership. Nataka kuongea kuhusu hali uongozi wa mtu binafsi. Because if you don't manage personal leadership, Usipojua kujiongoza mwenyewe, you cannot lead somebody else. huwezi ongoza mwingine. You cannot lead a church. Huwezi ongoza kanisa. You cannot lead a ministry. Huwezi ongoza huduma. You have to know how to lead yourself. Lazima uelewe kujiongoza wewe You mwenyewe. must know how to allow yourself to be led by God. Lazima wewe ukubali kuongozwa na Mungu, And it requires wisdom. na inahitaji hekima kubwa. When I was growing up, Wakati nilipokuwa ninakuwa, in fact, before I was even born, hata kabla sijazaliwa, God had already planned Mungu alikuwa amepanga that I would be a leader. kwamba nitakuwa kiongozi. Hallelujah. Hallelujah. The devil also knew that Ambrose was going to be a leader. Hata shetani anajua kwamba Ambrose atakuja kuwa kiongozi. And so he made sure that I would face challenges. Akahakikisha kwamba lazima angepata changamoto. I was born when I was 7 months in my mother's womb. Alizaliwa kabla wakati, yakuwa na miezi 7 katika tumbo la mama yake. While I was 7 months in my mother's womb, Miezi 7 akiwa katika tumbo la uzazi la mama yake, I decided I was tired. akaamua amechoka. And I decided to come out. Akaamua kutoka. My mother, Mama yangu, I'm the firstborn, mimi ndiye mzaliwa wa kwanza 6 children. kwa watoto 6. And I believe when my mother saw me, Naamini wakati mama yangu aliniona, I was very tiny, nilikuwa mdogo sana, very small. mdogo sana. And God knew this small thing Mungu akajua hii kitu kidogo hiki was going to be the senior pastor. atakuwa mchungaji mkuu. Hallelujah. Hallelujah. The devil wanted to stop my life Shetani alikuwa anataka kusimamisha uhai wangu, because he knew maana alijua where God was taking me. mahali Mungu ananipeleka. But greater is he Lakini mkuu ni yule that is in us ambaye ako ndani yetu than he that is in the world. kuliko yule aliye katika dunia. I survived. Nikaweza kuishi. I believe my mother prayed. Naamini mama yangu aliomba, I always think this is how she prayed. na huwa nawaza kwamba labda aliomba namna hii. She said, "Oh God, Akasema, yeye Mungu, make sure Ambrose survives. hakisha kwamba Ambrose ameweza kuishi, And if he survives, na kama ataishi, make him a pastor." mfanye awe mchungaji. You know, when mothers pray, God must answer. Wakati wa mama wanaomba, Mungu lazima ajibu. When mothers pray, God must answer. Wakati akina mama huomba, lazima Mungu ajibu. When fathers pray, Wakati wakina baba tunaomba, God thinks about it. Mungu anafikiria kuhusu hiyo maombi. That's why God answered my mother's prayer. Hiyo ndio sababu ambapo Mungu alijibu ombi la mama yangu. And here I am, Na hapa nipo to the glory of God. kwa utukufu wa Mungu. As I was growing up, my mother was a believer. Nilipokuwa ninakuwa, mama yangu alikuwa anaamini. My father was not a believer. Baba yangu hakuwa mtu wa imani. And that was part of the challenge of becoming a leader. My father gave me some work to do. Baba yangu akanipa kazi ya kufanya. And I did not do it very well. Na sikufanya vizuri sana. And he came and he was very disappointed. Akaja na akakuwa kushika moyo sana. And he slapped me Na akaniswaga kofi so hard kwa nguvu sana. as I was recovering. Nilipokuwa najaribu kushika laini, He looked at me and he said, "Ambrose, akaniangalia na kuniambia, Ambrose, you are hopeless.
Wewe hauna matumaini. You're hopeless. Wewe huna matumaini. You're hopeless. Wewe hauna matumaini. I Wewe ni have bure sana. never seen such a hopeless person like you. Sijaona mtu bure kama wewe katika maisha. And it is true, he had never seen a hopeless person because I was the firstborn. Na ilikuwa ni ukweli kwa sababu mimi nilikuwa mzaliwa wa kwanza, hakuwa ameona mwingine. Ni ukweli. The devil Shetani took those words akachukua yale maneno and they entered my head, na ikaingia katika kichwa changu, into my body, katika mwili wangu, paralyzed me. na ikanifanya nikakufa ganzi. Every time I would try to do something, Kila wakati nijaribu kufanya kitu fulani, I remembered, nakumbuka Ambrose, Ambrose, you're hopeless. wewe ni bure, You're hopeless. wewe ni hauna tumaini, You're hopeless. wewe ni mtu ambaye hana tumaini kabisa. And the devil was making sure this young man Na shetani hakika kwamba huyu kijana mdogo huyu does not rise up hata inuka to the leadership potential kwa uongozi na zile nguvu that God put inside him. ambazo Mungu ameweka ndani yake. One day I was reading the Bible Wakati mmoja nilikuwa nasoma Biblia, and I turned to Isaiah 43 nikaenda verse kitabu 4. cha Isaia 43, And God spoke to me na Mungu akaongea nami. and God said, Mungu akasema, for you are precious. maana wewe ni wa thamani. You're not hopeless. Wewe sio bure. You're precious. Wewe ni wa thamani. You are honored. Wewe umeheshimika I love you. na ninakupenda. That healed me. Hiyo ikanitibu, ikaniponya. That changed my life. Ikabadilisha maisha yangu. Because let me tell you this. Niwaambie hivi, If you have not handled the personal issues of your life, kama hujaweza kudhibiti mambo ambayo ni yako binafsi, you'll not handle the situations that come around you, hautaweza kudhibiti yaliyokuja katika upande wako, the challenges that come around you. changamoto ambazo kukumbana nazo. And so as I was growing, Zamani nilikuwa nakuwa, I decided that my father needed to change. kwamba nikaamua kwamba baba yangu sasa lazima atabadilika. He needed to be born again. Lazima angezaliwa upya. I prayed for him. Nikamuombea, Prayed for him. nikamuombea. The more I prayed, Nilipozidi kumuombea, the worse he became. akawa mbaya zaidi. My father used to drink, Baba yangu alikuwa ni mlevi, but not drink where he falls down, lakini hakuwa na wala kiasi ya kuanguka chini, but he used to drink. lakini alikuwa mlevi. One day God gave me an opportunity to talk to him. Wakati mmoja Mungu akanipa nafasi ya kuongea naye. I had gone to a youth meeting Nilikuwa nimeenda mkutano wa vijana and I was so excited. na nilikuwa nimefurahia sana, nilikuwa nimechangamoto, nilikuwa nimefurahia sana. I could preach to anything. Nilikuwa nahubiri kwa kila kitu. And that day I said, I'm going to talk to my father. Nikasema leo ninaongea na baba yangu. When I arrived, Nilipofika he also arrived. na yeye akafika. I had been filled with the Spirit. Nilikuwa nimejazwa na roho wa Mungu, He was filled with some spirits. na yeye alikuwa amejazwa na roho twingine. We met Tukakutana. and I said, Dad, Nikamwambia baba, you need to be saved. unahitaji wokovu. You need to be born again. Unahitaji kuzaliwa tena. And I was talking like a machine gun. Na nilikuwa naongea kama ile bunduki ambayo ni machine gun. Nilikuwa namoga maneno tu. And I just talked and talked and talked and talked. Nikaongea. When I breathed in, Wakati nilipomua ndani, he looked at me and he said, akaniangalia na kusema, Son, kijana wangu, mwanangu, thank you asante mwanangu for telling me these things. kwa kuniambia mambo haya. I knew them Niliyajua mambo haya before you were born. kabla hujazaliwa. My story ended. Yangu ikafikia hapo. How can you talk to a person like that? Sasa utaongea mtu ambaye anasema utaongea naye nini nyingine? I decided, God, I'm not going to talk to my father again. Nikamwambia Mungu, sasa siongee na baba yangu tena. I will spend time with my mother. Nitakuwa na wakati mwingi na baba yangu na mama yangu. So I bought my mom a Bible. Nikanunulia mama yangu mzazi Biblia, And my mother started reading that Bible. na mama yangu akaanza kusoma ile Biblia. You know, God's ways are not our ways. Unajua njia za Mungu sio njia zetu. My father saw the Bible in the bedroom. Baba yangu akaona Biblia katika chumba cha kulala. He looked at it. Akaiangalia, He asked my mother, akauliza mke wake ambaye ni mama yake sasa, where did you get this Bible? ulitoa hii wapi? My mother said, Ambrose gave it to me. Mama yangu akasema Ambrose alinipatia. I said, Mom, where is Ambrose? Akasema Ambrose ako wapi? He's outside. Akasema ako nje. Call him right now. Muite sasa hivi. So I ran into the house. Kimbia kwa nyumba. And my father said, where did you get this Bible? Baba yangu akaniuliza ulitoa hii Biblia wapi? I said, I bought it. Sema nimenunua.
Then he looked at me and he said, I want a Bible just like this one. Akaniambia nataka Biblia kama hii. I went and bought him a Bible. Nikaenda nikamnunulia Biblia. My father started reading that book like he had never read another book. Baba yangu akaanza kusoma ile Biblia kama hakusoma Biblia kitabu kingine namna hiyo. And I started passing the sitting room. Na nikaanza kuketi katika chumba cha sebuleni pale. And I kept praying. Na nikakuwa nikiomba. Oh God, Mungu, show him John 3:16. muonyeshe Yohana 3:16. Show him John 3:16. Muonyeshe Yohana 3:16. He needs to read John 3:16. Anahitaji kusoma Yohana 3:16. For God so loved the Maana world jinsi Mungu aliupenda ulimwengu that he gave his only begotten son. akamtoa mwanawe wa pekee. God, show him that verse. Mungu muonyeshe hiyo. My father, after about a few weeks, Babangu baada ya wiki kadhaa, because he kept underlining verses he liked, maana alikuwa anaweka mistari katika msamba alipenda katika Biblia, he said, Ambrose, akasema Ambrose, come here. njoo hapa. This is a good verse. Hasa hapa kuna laini nzuri sana I said, mistari. Father, thank you for showing John 3:16. Asante, nikamungu asante Mungu kwa sababu muonyesha baba yangu Yohana 3:16. My father came and said, I want to read you this verse. Akaniambia mimi kama Bruce nataka nikusomee maandiko iko hapa. And it says this, Na inasema hivi. spare the rod and spoil the child. Andiko lilikuwa linasema kwamba usiweke kiboko kwa mtoto, ukiweka kiboko cha mtoto ukiweza ukizuia kiboko kwa mtoto unamharibu. I said, oh God, why? Nikaanza, Mungu, kwa nini umemuonyesha hii sasa? I said, I don't think I can talk to my dad. Nikasema sifikiri naweza ongea na baba yangu. But you know, the Bible says faith comes by hearing. Lakini maandiko yanasema kwamba imani huja kwa kusikia. And hearing the word of God. Na kusikia neno la Mungu. My father kept reading that Bible. Babangu akaendelea kuzidi kusoma ile Biblia. And his faith started to grow. Na imani yake ikaanza kukua. One day he went to church. Siku moja akaenda kanisani. A young man was preaching. Kijana mmoja alikuwa anahubiri pale kanisani. When he was finishing, alipokuwa anamaliza, the young man said, if you're here and you need Jesus to come into your heart, mhubiri akasema kwamba kama uko hapa na ungeona kumpokea Yesu Kristo, please come. Tafadhali njoo. My father was the first one to go there. Baba yangu alikuwa wa kwanza kufika pale. Gave his life. Akampa maisha yake to Jesus Christ. Yesu Kristo. And his life turned around. Na maisha yake kabadilika. Do you know God was teaching me leadership? Unajua kwamba Mungu alikuwa ananifundisha uongozi. Through the challenges in the family. Kwa ile changamoto katika jamii, familia. I want to say that nataka niseme hivi. God helped me, though my father was a disciplinarian. Ijapokuwa baba yangu alikuwa ni mtu wa kuweka watu nidhamu sana. His discipline kept me safe. Hali ya kunitia nidhamu ilinifanya nikakuwa salama. And I knew how I could carry the same leadership forward. Na nilijua jinsi kuongoza hali ya uongozi huu mbele. And how I could lead my family and our children. Na jinsi ambavyo nitaweza kuongoza jamii yangu na watoto wangu. You see, leadership starts at a personal level. Uongozi huanza katika nafasi yako binafsi. When God called Abraham. Mungu alipoita Abrahamu. Abraham was coming from a worship of idols. Abrahamu alikuwa katika mahali ambapo waliabudu miungu. Abraham did not know the living God. Abrahamu hakujua Mungu aishie. But God called him. Lakini Mungu akamuita. God knew that he would work with him. Mungu alijua atafanya kazi na yeye. Abraham was not perfect. Abraham hakuwa mkamilifu. In fact, if you read the Bible, ukisoma maandiko, you'll find that he lied about his wife. Alidanganya kuhusu mke wake. And said, akasema, she's my sister. Yeye ni dadangu. Which is half true. Ambao ni nusu ukweli. But the Bible says he said it because he was afraid. Lakini maandiko yanasema kama alitamka haya maana aliogopa. But it is this same Abraham. Ni Abrahamu huyu that God said, ambaye Mungu anasema, leave your country. Acha nchi yako. Go up to a place I'll show you. Enda katika nchi ambayo nitakuonyesha. I will bless you. Nitakubariki. I will make your name great. Nitafanya jina lako kuwa kuu. Those who bless you, atakubariki. I will bless. Nitawabariki. Those who curse you, watakao kulaani, I will curse. Nitawalaani. And so Abraham began to walk with this God. Kwa hivyo Abraham akaanza kutembea na huyu Mungu. And the journey of leadership is a walk. Na katika hali ya uongozi ni safari. And God started working in the personal life of Abraham. Na Mungu akaanza kutembea na Abrahamu kibinafsi. Genesis chapter 15. Mwanzo 15. Abraham is complaining to God. Abrahamu pia analalamikia Mungu. And he said, God, who will be my heir?
Anasema kwamba Mungu, nani atakuwa mrithi wangu? You have not given me a child. Hujanipa mtoto. Then he said, Eliezer, my servant, will be my heir. Ama basi Eliezer mfanyikazi wangu atakuwa atanirithi. And God said, Mungu akamwambia la hasha. Eliezer will not be your heir. Eliezer hata kurithi. Out of your own being Kutoka ndani ya mifupa yako will come nations. patatoka mataifa. Out of you. Kutoka ndani mwako. And I'm making a covenant with you. Na ninafanya maagano nawe. God took Abraham outside the building. Mungu akamtoa nje hema Abrahamu. He said, look up. Akamwambia tazama juu. Count the stars. Hesabu nyota za angani. Started counting. Akaanza kuhesabu. And counting. Kuhesabu. And God said, so shall your offspring be. Akamwambia kwamba basi kizazi chako kitakuwa hivyo. Abraham had to learn to trust in God. Abrahamu ilibidi ajifundishe kumtumainia Mungu. He still had a challenge. Pia alikuwa na changamoto. Because in chapter 16, katika mlango 16, Sarah gives him an option. Sara mke wake anampa mpango wa plan B. And Abraham doesn't think twice. Lakini Abraham hakufikiria mara ya pili tena. He said, yes, madam. Akasema ndiyo mama. And the story is that they got Ishmael. Na kweli ni kwamba wakapata Ishmaeli. But God was not finished with Abraham. Lakini Mungu hakuwa amemaliza na Abraham. Because in chapter 18, maana mlango wa 18, 3 men came to visit Abraham. Wanaume watatu wakaja kumtembelea Abrahamu. One of them was God himself. Mmoja alikuwa ni Mungu mwenyewe. And as God was talking to Abraham, Mungu alikuwa anaongea na Abrahamu. He said, your wife will have a child this time next year. Akamwambia mwaka ujao wakati kama huu mke wako atajifungua mwana. You see, this man had to learn to trust in God. Unaona kwamba Abrahamu ilibidi aweze kujifundisha kumtumainia Mungu. Some of the challenges we face as leaders, changamoto ambazo tunapata kama viongozi, is because God wants to teach us to trust him. Kwamba Mungu anatufundisha jinsi ya kumtumainia. To depend on him. Kumtumainia yeye. No matter what happens. Haijalishi kitakachofanyika. I became a believer in Form 2. Mimi niliamini nikiwa kidato cha pili. I was 16 years old. Nilikuwa miaka 16. I grew up in the city of Nairobi. Nikakulia katika mji wa Nairobi. All my schooling was in the city of Nairobi. Maisha yangu yote na masomo ikakuwa ni mji wa Nairobi. So Form 2 I received Jesus Christ. Kidato cha pili nikampokea Yesu Kristo. In my Form 4 I passed my Form 4 with flying colors. Kidato cha 4 nikapita mtihani kweli kweli. In fact primary I passed with flying colors. Kuanzia darasa shule ya msingi akapita vizuri kabisa. Because in maths I got an A. Katika hesabu alipata alama ya A. In English I got an A. Pia Kiingereza A. In general paper which we used to do I got an A. Akapata A katika somo la jumla. I went to Form 1. Anaenda kidato cha kwanza. Thinking I was a very bright boy. Akifikiri kwamba yeye sasa ni yule ambaye ni mweledi katika masomo kabisa. In Form 2. Kidato cha pili. I became number 37 out of 38. Akapata nafasi ya mtu wa pili kutoka mwisho. Kati ya wanafunzi 38 akaja 37. You see, God was teaching me to trust him. Mungu alikuwa ananisaidia kwamba nimtumaini. Hallelujah. Hallelujah. The following term, muhula uliofuata, because my father nearly killed me, masababu baba karibu aniue, I became number 20 out of 38. Nikaja sasa 20 kwa watoto 38. I began to improve. Nikaanza kurekebisha. By Form 4, kufika kidato cha 4, I passed with flying colors. akapita kweli kweli. I got a division 1. Akapata division 1. Kwa wakati hiyo ndio alama kiwango cha juu vizuri. Then I went to Form 5. Akaenda katika kidato cha sasa cha 5. My father was an engineer with the Kenya Railways. Baba yake alikuwa ni engineer katika idara ya reli. And he said, you're the next engineer in the house. Akasema sasa wewe ndiye engineer wa pili katika nyumba. So in Form 5, katika kidato cha 5, I studied maths, physics and chemistry. Akafanya masomo ambayo yanaleka kemia, fizikia na hesabu. And I was ready to become the next engineer in the house. Na alikuwa tayari kuwa engineer wa pili katika nyumba. By Form 6 I was struggling with my subjects. Lakini katika kidato cha 6 alikuwa anang'ang'ana sana. And during that time I was the chairman of the Christian Union in the school. Na katika wakati huo alikuwa ni mwenyekiti wa muungano wa wanafunzi wa Ukristo pale shuleni. God was yet to teach me to trust him. Pia Mungu alikuwa anamfundisha jinsi ya kumtumainia.
When I did my final exams, Alifanya mtihani wake wa mwisho, they were very difficult. ulikuwa mgumu kweli. I'm saying they were very difficult. Nasema mtihani ulikuwa mgumu. I'm telling you that they were very difficult. Naambia kwamba ilikuwa mgumu. When I came for the results, Nilipokujia matokeo, for some of you who know how the results used to come, wale ambao nakumbuka jinsi ambavyo matokeo yalikuwa yanafika wakati ule, they used to plaster them in front of the school walikuwa wanaweka pale nje kwa ukuta, so that everybody could see your sins. kila mtu yote aone dhambi zako. They were all there. Inaandikwa hapo. So I went and checked for Ambrose. Nikaangalia Ambrose. Ambrose. Ako wapi? In maths, Kwa hesabu. I scored an F. Hesabu akapata F. F. Kumaanisha mwanguko mbaya. F. Mwanguko wa uzito. Mwanguko wa uzito. In chemistry, I got the immediate neighbor of that F. Katika kemia akapata jirani wa huyo F ambaye ni E. And in chemistry, in physics, just the same neighbor. Kaenda kwa fizikia jirani yule yule. I had failed my exams. Alianguka mtihani wake. I wanted to go to Kenyatta University. Nataka kwenda chuo kikuu cha Kenyatta. I knew I was not going. Na nikajua hakika siendi. That was the end. Hapo ndipo mwisho. I came to God and said, God, why did you do this? Kaja kwa Mungu nikamuuliza, kwa nini ulifanya hivi? I'm a Christian union leader. Mimi ndiye naongoza wa Kristo shuleni. I have served you. Nimekutumikia. But you have failed me. Lakini umeniangusha. God dropped a verse in my heart at that moment. Mungu akaweka andiko katika moyo wangu wakati ule. Jeremiah 29:11. Akaweka Jeremiah 29:11. And God says, Ambrose, I know the plans I have. Akaniambia, Ambrose, najua mipango niliyo nayo kwa sababu yako. Plans for welfare. Mpango ya kukutakia mema. And not for evil. La sio mabaya. To give you, Ambrose, kukupatia Ambrose, a future. Kukupatia tumaini. And a hope. Mambo mazuri hapo mbeleni na tumaini. And I want to say this, that verse lifted me. Nataka kusema kwamba andiko hilo kaniinua. But I told God, nikamwambia Mungu, I thank you for that verse. Na shukuru kwa sababu ya andiko hilo. Please, can you convince my father tafadhali shawishi baba yangu on the same issues. Kwa mambo hayo. When I reached home, nilipofika nyumbani, my father asked me, baba akaniuliza, Ambrose, how did you do? Ambrose, ulifanya namna gani? I said, Father, I didn't do very well. Nikamwambia baba, sifanya vizuri sana. But lakini the exams were not easy. Lakini mtihani haukuwa mwepesi hivi, haukuwa rahisi. So he said, how did you do? Akasema, ulifanya namna gani? So I told him. Nikamwambia. When I finished, nilipomaliza, he looked at me and he said, akaniangalia na kusema, you know, Ambrose, unajua Ambrose, God knows the plans he has for you. Mungu anajua mpango alio nao kwako. I was so shocked. Nilikashikwa na mshangao that God had spoken to my father. Kwamba Mungu ameongea na baba yangu. And in speaking to my father, he was actually speaking to me. Na kuongea na baba yake alikuwa anaongea nami. And he was saying, Ambrose, I have not left you. Ni kusema kwamba Ambrose, sijawachana na wewe. Yesterday when the preacher was talking about Moses. Jana wakati mnenaji alikuwa anaongea kuhusu Musa. And saying Moses kept asking questions. Na akaambia sema kama Musa alizidi kuuliza maswali. And God says, I will be with you. Na Mungu akazidi kumwambia kwamba nitakuwa nawe. God was telling me, Ambrose, I will be with you. Mungu ananiambia, Ambrose, nitakuwa na wewe. You see, God was preparing me to face the challenges of leadership in the future. Mungu alikuwa ananiandaa kukutana na changamoto hapo mbeleni. And tell me that no matter what happens there, na akaniambia kwamba haijalishi itafanyika nini, I am with you. Nitakuwa nawe. I want to repeat that to the leaders who are sitting here. Nataka nirudie hiyo kwa viongozi ambao wameketi hapa. God is with you. Mungu yu nawe. He'll never leave you. Hata kuacha. He'll never forsake you. Hata kuacha. Hallelujah. Hallelujah. Personal growth. Mimi kukua kwangu binafsi. Growing at a personal level. Ukikua katika wewe binafsi. A leader at a personal level. Kiongozi katika wewe binafsi. And this leadership just needs to keep growing and growing and growing. Na uongozi huu unazidi kukua na kukua na kukua. Jesus said in John chapter 15. Katika Yohana 15. I am the vine. Mimi ndiye mzabibu wa kweli. You are the branches. Ninyi ndiyo matawi.
if you abide in me ukishikamana nami and I abide in you, nami na kweli kwako, you will bear much fruit. mtazaa matunda. Because apart from me, Maana ukiwa nje yangu you can do nothing. hauwezi lolote. Christian leadership has many challenges. Uongozi wa Kikristo una changamoto chungu nzima. But before you even become a leader at the church, Lakini kabla hujakuwa kiongozi kanisani, you must learn to be a leader in the family. lazima ujifundishe kuwa kiongozi katika jamii. And the message again came to us how important it is that a husband and a wife have to be together. Na ujumbe ukasema kwamba tazama ilivyo vizuri kwamba huyu ambaye ni mke na mume kuwa pamoja. One of the things I learned just when I got married Kile ambacho nilijifundisha wakati nilioa tu, is one of the challenges I had kwamba changamoto ambayo nilikuwa nayo was concerning money. ni mambo kuhusu fedha. I didn't know that. Si kujua hiyo. Every time I used to hear my mother ask my father for money, Kila wakati nisikia mama yangu akiuliza baba yangu pesa, my father used to say, "Sina." baba yake akasema I don't have. Na nilisikia kwa siku nyingi. And I had it for many days. Baba yangu hakuwa maskini. My father was not a poor man. But every time my mother said, "I need money for maziwa," Lakini kila wakati ambapo mama yangu alisema kama nataka pesa ya the kununua first maziwa, thing that came out of his mouth was, "Sina." the first thing that my father said was I don't have. Then I got married. Nikaoa. And one day my wife asked me Mke wangu akaniuliza siku moja, for money. akaniuliza pesa. The first thing that came out of my mouth, Kile mambo ya kwanza katika mdomo wangu I just turned and said, "Sina." nikaangalia na kumwambia I don't have. Then I asked myself, where did I hear that statement? Nikajiuliza nilisikia hii wapi? I remember, it's my father who used to say that. Nikakumbuka baba yangu alikuwa anasema hivi. And I began to tell myself, Nikaanza kujiambia I need to change. lazima nibadilishe. It was not easy. Haikuwa rahisi. Sometime later, Baadaye kidogo I was driving my wife to work, nilikuwa naendesha kuelekeza mke wangu katika mahali pa kazi, and she's sitting next to me. na ameketi kando yangu. Then she asked me, Akaniuliza, "Ambrose, in the evening, I want to do one or two things. Ambrose, jioni nahitaji kufanya hivi na hii. I need money for this and this and that. Nahitaji fedha ya kufanyia hii na hii na hii. Make sure that when you come back, that you bring some of it." Hakikisha unaporudi utakuja na baadhi ya mambo haya. Without thinking, Kabla hata sijafikiria, I looked at her nikamwangalia, and I said, nikamwambia, "Ile pesa yako imekwisha." is that the money that you had, is it finished? Let me tell you this, the car became cold. Acha niwaambie, gari ikawa baridi. So cold. Baridi kiasi. My wife stopped talking to me. Mke wangu akaacha kuongea na mimi. When she reached where I was taking her, Nilipomfikisha mahali alikuwa anaenda, she opened the door, akafungua mlango, walked out without closing it. akaenda hata bila kufunga. And in my head, Na kichwa yangu I asked myself, nikajiuliza, what did I do? nilifanya nini? I could not remember what I did. Sikukumbuka nilifanya nini. In the evening, Jioni my wife came home. mke wangu akaja nyumbani, She cooked food. akapika chakula, She was not talking to me. hakuongea na mimi. She served food. Akatupea pale chakula, akatupea chakula, She was not talking to me. hakuongea nasi. As I ate, Nilipokuwa nala kile chakula, she was also eating. pia alikuwa nakula, She didn't talk to me. hakuniongelesha. When we finished, Tulipomaliza, she took the plate to the kitchen akachukua sahani kupeleka jikoni, without talking to me. hakuniongelesha. She later went to bed, Baadaye akaenda kitandani, and I also went to bed. pia mimi nikafuata. She faced Kericho, Akaangalia Kericho, and I faced Kisii. na mimi nikaangalia Kisii. That was a challenging day of my life. Hiyo ilikuwa ni siku ya changamoto kwa maisha yangu.
And by the way, this is a pastor. Kumbuka ya kwamba huyu ni mchungaji, He loves Jesus. anapenda Yesu, He preaches the gospel. anahubiri injili, But now he has a problem he doesn't know how to solve. lakini yako na shida ambayo hajui jinsi ya kutatua. Hello. My wife slept Mke wangu akalala and I slept. na mimi nikalala. Past midnight, Usiku wa manane, an elbow hit me. Pa, pa, pa. akasikia amegongwa mara kama kadhaa. I woke up. Nikaamka. My wife said, Ambrose, Mke wangu akaniambia, Ambrose, wake up. amka, We need to talk. inabidi tuongee. I said, why now? Nikauliza, kwa nini saa hii? She says, why did you say what you said? Mbona ulisema kile ambacho ulisema? And I want you to know, Nataka ujue hivi. this God who said, I will be with you, Huyu Mungu ambaye alisema atakuwa nasi, I needed him that time. nilimhitaji saa hiyo. And let me tell you this, Na nikwambie hivi, God gave me wisdom, Mungu akanipa hekima. because by wisdom, Waona katika hekima a house is built. kwamba nyumba itajengwa. Hallelujah. Amen. By the next day, Siku iliyofuata I learned how to talk to my wife nikajifundisha jinsi ya kuongea na mke wangu about money. kuhusu mambo ya pesa. I told her, the next time you ask me for money, Nikamwambia, wakati mwingine utaniuliza nikusaidie fedha, even if I don't have, hata kama sina, I will tell you, I will look for it. nitakwambia nitaitafuta. Hallelujah. Haleluya. I will look for it. Nitaitafuta. The problem was not just my wife. Shida iko tu mke wangu. The problem was stopping to be afraid of money. Shida kwamba kuacha kuwa na ile hofu ya pesa. I needed to stop being afraid of money. Nibidi nikuwe na kutokuwa na ile hofu ya pesa. Where it will come from, Itatoka wapi? if it gets finished, what will I do? Kisha nitafanya nini? Those kinds of things. Mambo kama hayo. Because I read another verse in the Bible. Nikasoma andiko lingine katika Biblia. Philippians 4:19, Wafilipi 4:19, which says, my God kwamba Mungu wangu shall supply atatutwalia all your needs mahitaji yote according to his riches in glory. kulingana na utajiri wake ulio katika utukufu. Hallelujah. Amen. And God has not failed. Na Mungu hakuna siku amekosa. You see, that was preparing me Huyo ilikuwa inaniandaa to be a leader and a pastor in the church, kuwa kiongozi na kuwa mchungaji kanisani, and also to know how to handle the money and the finances in the church. na pia jinsi ya kuweza kufanya mambo ambayo ni ya fedha pia pale kanisani. Hallelujah. Hallelujah. This morning we talked, the message was about being a steward, Leo tulikuwa tunasema mambo ya kuwa watu ambao wa kutunza mali and a good steward. na kuwa watu wa kutunza mali vizuri. And I believe this conference is here to teach us. Na kongamano hili liko hapa kutufundisha. So these social challenges are there. Mambo haya ya kijamii na changamoto zake zipo At a personal level, katika hali ya mtu binafsi, as you handle people in your family, unaposhiriki na watu pale katika familia, but also as you just actually serve God in the ministry. na wakati ambapo unafanya huduma katika mambo ya injili. One of the challenging things that happened just when I started my ministry Changamoto ambayo nilipata pia wakati nilianza huduma was to know how to handle political leaders. ilikuwa pia ni jinsi ambavyo nitakumbana na watu hawa wanasiasa, And to know that a political leader is a leader. na kujua kwamba kiongozi wa kisiasa ni kiongozi, And a spiritual leader is a leader. na kwamba kiongozi wa kiroho pia ni kiongozi. But I also came to find out Lakini hoja kutambua ya kwamba political leaders kiongozi wa kisiasa know that anajua hivi, spiritual leadership anajua kiongozi wa kiroho is bigger than political leadership. kwamba kiongozi wa kiroho ni mkuu kuliko kiongozi wa kisiasa. I don't know if you're listening to me. Si kama unanisikia. But God needed to teach me that. Nilikuwa miaka 25. I was working under a senior pastor who was a missionary. Nilikuwa na chini ya mchungaji ambaye alikuwa mchungaji mkuu na alikuwa missionary. And for many months, Kwa miezi mingi he never gave me a chance to preach. hakunipa nafasi ya kuhubiri. He was preaching, Alikuwa anahubiri
I'm leading the service. Mimi naongoza ibada. Preaching. Anahubiri. I'm leading the service. Mimi naongoza ibada. I tried to show him I also need to preach. Nikajaribu kumuonyesha hata mimi nahitaji kuhubiri. But he didn't give me a chance to preach. Hakunipa nafasi. When I started, I said, by wisdom, a house is built. Kwanza nilisema kwamba nyumba itajengwa kwa hekima. But one day, Lakini siku moja he went on safari. akaenda katika safari. He was going to Kisumu. Alikuwa anasafiri kwenda Kisumu. So he told me, Ambrose, Akaniambia, Ambrose, this Sunday you're going to preach. Jumapili hii injili ni wewe. I said, yes. Nikasema hapo sasa. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Now I'm going to show people that I can preach. Nataka nionyeshe watu sasa naweza piga injili vizuri. Hallelujah. Hallelujah. So that Sunday I come to church. Siku ikafika Jumapili nikafika kanisani. I've prepared my message. Nimeandaa ujumbe wangu vizuri. It is looking good. Inakaa nzuri. When I reached the gate, Nilipofika kanisani kwenye mlango, the security man said, yule mtu ambaye ni bawabu kwenye mlango akaniuliza Pastor Ambrose, I have a message for you. kwamba niko na ujumbe kwako. There are people from State House who are looking for you. Kuna watu kutoka katika ikulu ya rais wanakutafuta. Are they looking for who? Wanatafuta nani? For me. Mimi. What have I done? Nimefanya nini? They said the president is coming for a service here. Akasema rais anakuja ibada hapa. I said, President, Nikasema rais today? leo He said, in the next 30 minutes, he'll be here. kwa muda wa dakika 30 rais atakuwa hapa. My anointing left. Upako ukapotea. It disappeared. Upako ulienda. Assistant Bishop, I was so scared. Kama askofu mimi nilikuwa na mshangao. That is the time when His Excellency Daniel Arap Moi was the president at that time. Ni wakati ambapo mstaafu rais Moi alikuwa ni rais. So I panicked. Nikakuwa na hali ya kutetemeka sana. And I went and entered the church. Nikaingia kanisani. I looked for the leaders. Nikatafuta viongozi. I called them together. Nikamwambia kujeni. I said, listen, Sikieni hapa. the president is coming. Rais anafika. And I want you to help me. Nataka munisaidie. They said, Pastor, Wakasema pastor, you're the pastor. wewe ni mchungaji. You're the one in charge. Wewe ndio unashika hatamu sasa. When I left them, Nilipowaacha, I met a security man. nikaenda kule kwa mwenye mlango, bawabu kwa He mlango. said, excuse me, Nikamuuliza tafadhali. where's the pastor of this church? Sema mchungaji wa kanisa hili ako wapi? I was about to tell him he went to Kisumu. Karibu nimwambie alienda Kisumu. I told him it is me. Nikamwambia ni mimi. He said, we want to know where the president is going to park his car Nataka tujue rais ataegeza gari lake wapi and where he's going to sit. na atakaa wapi. I couldn't think. Singefikiria. I said, out there. Nikasema hapo nje. So I left him Nikamwacha and I ran to the office na nikakimbia ofisini to prepare my message. kuandaa ujumbe wangu. Then Assistant Bishop, I got shocked again Pia makamu askofu nikakuwa na mshangao tena. because that day I had prepared a message Nilikuwa nimeandaa ujumbe from the book of Daniel. wa kitabu cha Danieli. I told God, give me another verse quickly. Mungu nipe andiko lingine haraka Give me haraka. another verse quickly. Nipe mstari mwingine upesi. Even John 3:16 can do. Hata kama John 3:16 itafanya. I said, God, Mungu, if Daniel comes and he finds I'm preaching from the book of Daniel, I'm finished. Danieli akifika na ninahubiri kuhusu Danieli atanimaliza. I was in a big problem. Nilikuwa katika shida kubwa sana. That is what leaders go through. Hiyo ndicho ambacho viongozi hupitia. I closed my Bible. Nikafunga Biblia yangu, I left my office nikatoka ofisini, and I went to the toilet. nikaenda kwenye choo, mahali pa And kujisaidia. I locked myself in the toilet. Nikajifungia ndani. And I told God, Nikaambia Mungu I'm not leaving. sitoki hapa. You're the one who thought the president should come. So Wewe you ndio- deal with him. Wewe ndio niambia rais akuje, wewe shughulika na yeye, niko kwa choo hapa.
I had a problem. Nilikuwa na shida. You know, I forgot Unajua nilisahau what God had said. kile ambacho Mungu amesema. I am with you. Niko na wewe. I am with you. Niko na wewe. That message about Moses really blessed my heart. Ule ujumbe wa Musa hakika ulibariki moyo wangu. Because I was just like Moses. Maana nilikuwa tu kama Musa. While I was in that toilet, Kwenye kile chumba, kwenye ile choo, God asked me, what are you doing here? Mungu akaniuliza unafanya nini hapo? I said, God, you know. Najua Mungu najua. And God said, you know, the president is not coming for you. Kwamba rais hakuji kwa sababu yako. He's coming for me. Anakuja kwa sababu yangu mimi Mungu. And you have the message. Na wewe uko na ujumbe. And he's not coming to listen to you. Na hakuji kukusikiliza wewe. He's coming to listen to me. Anakuja kunisikiliza mimi kama Now Mungu. you come out of this toilet, Toka kwa choo, preach the word. hubiri injili. As I was walking out of that toilet, Nilipokuwa natoka kwenye msalani pale, the motorcade started coming. gari mrorongo wa rais ukaanza kuingia. People started running and running and Watu wakaanza running. kukimbia. I walked out, Nikatoka, picked my Bible. nikachukua Biblia yangu. God was with me. Mungu alikuwa nami. I said, Lord, Nikasema I'm Mungu, going to meet the president. nataka kukutana na rais And I'm going to preach from the book of Daniel. na nitahubiri kitabu cha Danieli In Jesus' name. kwa jina la Yesu. I met the president. Nikutana na rais, He came. kaingia, I took him to where he's supposed to sit. nikamwelekeza kwenye alikuwa anastahili kuketi, And that day I did everything. na siku hiyo nikafanya kila kitu. I opened in a word of prayer. Nikafungua ibada na maombi, I invited the visitors. nikaalika wageni, I led in the singing. nikaongoza katika nyimbo, I read the scripture of the day. nikafanya somo. I was about to take the offering when I realized I cannot do it alone. Nilikuwa tu nukta nichukue sadaka. But you see, Lakini unaona, to have functioned as a leader at that level, ili uweze kufanya kazi katika uongozi kiwango hicho, there are certain things, like I told you earlier, I needed to overcome. inabidi mama ambayo niwaambia hapo awali kwamba kuna vitu lazima uweze kukumbana nazo. I needed to overcome some of those things my father told me. Lazima ingebidi niweze kukumbana na mambo ambayo baba yangu mwenyewe aliniambia. Because God knew I was going to deal with leaders at a very high level. Maana Mungu alijua nitakutana na viongozi wa kiwango cha juu sana. I nearly failed the test Nukta tu nianguke mtihani. when I locked myself in the toilet. Nilipojifungia kwa choo ndani. Nukta nianguke mtihani. But here I am. Lakini hapa nipo. So it doesn't matter Haijalishi whether you are in a big church kama kanisa kubwa or in a small church. ama kanisa ndogo. You are a leader in Wewe the hands of the living God. ni kiongozi aliye mikononi mwa Mungu. Hallelujah. Amen. Serve God Tumikia Mungu with all your heart. na moyo wako wote. I want to stop there Nataka niwache kwa sasa hivi, nimalizie hapo kwa sasa briefly. kwa kidogo tu. Hallelujah. Amen. Bishop, can I do that? So that I just take a break and then I'll come back and finish this statement, and tomorrow we'll also talk about this. Ili baadaye tuende pumziko kidogo, ili baadaye nirudi tena tuendelee tumalizie mambo haya Look kesho. at your neighbor and tell your neighbor, Angalia mwenzako mwambie, you are a leader wewe ni kiongozi of the living God. wa Mungu aishie. You are a servant leader Wewe ni mtumishi kiongozi of the living God. wa Mungu aishie. Be strong. Kuwa na nguvu, God is with you. Mungu yu nawe. Amen. Amina. Thank you so much, our brother, Reverend Nyangao, Asante sana kasisi Reverend for Nyangao, such an inspiring testimony of your life. kwa ushuhuda ambao hakika umekuwa kututia moyo. Amen. Si umebarikiwa? Tumebarikiwa. Na sio kubarikiwa tu, usiende kusema nimebarikiwa. Don't go and say you are just blessed. Na watu wanakuuliza ulijifunza nini? Acha tu. Hata siwezi sema. Amen. Amen. I believe God has taught us something Mimi Mungu ametunenea jambo through the testimony of our brother. kupitia ushuhuda ndugu yetu.